Unajua, mimi niliwaambia beef za ghetto ni mbaya, kwa sababu mtu uko ameset tu mindset, mi ni mgeto. Ni kwa sababu unapata majuu kama US, wasanii wakiwa na beef inawatengenezea do. But hii Kenya yetu ishageuka, tukitengeneza beef tunakuwa na grudge, hasa inakuwa ni vita. Master Wong alitolewa diss track na Mauro Gwash. Hiyo diss track inajiita Mama Wong. Unajua amemtoa from Master Wong to Mama Wong. Hasa before tuangalie diss track, Master Wong aliweza kushikwa na crew yake, wakapelekwa Huruma Police Station. Issue ilikuwa ni gani? Lyrically na Master Wong, baada ya kuvamiwa kwa ile scene, walisema the main character mwenye alicheza ile game yote ni Master Wong, naenda nafaa shikwe aseme ukweli. Juu baada ya kuvamiwa, chain zao, simu ziliibiwa, na isitoshe pia gari ikaribiwa. So akasema lazima wata revenge. Juu next day baada ya kuvamiwa, Toxic akasema, juu Master Wong alikuja kwa mtandao akasema yeye alisave Toxic, target yake ilikuwa Mauro Gwash. Ya kuwa na beef na Toxic. Toxic next day akasema huyo jamaa anasema alimsaidia, yeye alimchai. Hasa Toxic walienda hospitali wakachukua OB. So polisi walimwendea Master Wong na crew yake, wako ndani sahi. Na ujue Master Wong anasema before Toxic lyrically akuja kwe famous, Toxic lyrically amepitia kwa mikono yake. Hata before ajue kujipaka mafuta kwa uso, Master Wong alikuwa anamtolea uradi. Master Wong anasema yeye hana beef na msanii yeyote. Kama ushaomoka, bora ukumbuke umetoka wapi. Usilete dharau zako kwa wale watu walikusaidia. Halafu nikisitiza kitu luma Master Wong ndio kujavamie Mauro Gwash na Toxic, ilikuwa ni kitu moja. Kwa ile beef Toxic lyrically Tatfobrick walikuwa nayo na Brooklyn Boys, anasema Toxic kuna vijana alichukua pale kia Michael, wakaenda kuvuruga Buruburu, wakaenda kuvuruga kina Brooklyn Boys. So baada ya kutoka huko akawapiga wote rwabe. Hiyo ndio kitu ilifanya vijana wale walikuwa wanavamia Toxic wakipiga ile gari, ilikuwa ni uchungu. Si ati Master Wong aliwatuma. So ukitaka kujua hii grudge ya Master Wong na Gwash ilitokeanga wapi, wacha niwape length story. Wacha niwape fact kidogo ndo mjue hii grudge si ya kuisha sahi. Huyu Master Wong ni mchoraji, ni artist, one of the best artists pale kia Michael. Kuna time before hata kuja kosame na Mauro Gwash walikuwa mabeshte. Mauro Gwash sio mara ya kwanza kuingia kia Michael, wasema walikuwa mabeshte.
But ilifika time yenye Maurugwash alianza kushika doo, akaanza kusambaza maneno eti Master Ong'o anauza bangi, akaanza kumchomea kwa wanisa wengine. Hasa kitu iliuma Master Ong'o, hasa ile kitu iliumanga Master Ong'o zaidi ni alikujanga kamwomba picha ya Mnisa, alimwomba picha ya Toxic Lyrically juu alikuwa anataka kuchora nayo portrait. Badala Maurugwash amtumie picha ya Toxic Lyrically, alimtumia yake kwanza, akamwambia anze na hiyo, then next atakuja kumtumia picha ya Toxic Lyrically. Master Ong'o akamwambia hapana, hiyo haina shida, mimi nataka picha ya Toxic Lyrically juu ni Mnisa upcoming, nataka kumchorea portrait. Maurugwash akaenda kazima simu. Hapo ndo mawasiliano yao ikaanza kukatika. Sasa Master Ong'o ana claim, anasema Maurugwash akusimamia hapo. Sasa aliamua kuingia kwa kuria Master Ong'o, kuanza kumchafulia jina. Master Ong'o alipoletewa habari akajua labda ni masnichi, akaamua hiyo story ataitupilia mbali. But dema ametulia, dema anapata hizo stories na kwa mob, so akajua itafika time juu Maurugwash ni mtu anakanga kiama iko 24/7. Azimi itafika time atamwendea amuulize nini wanaulizana. Hadi ilifika time, huyo ni Master Ong'o anasema ilifika time Maurugwash akimwona anamclick, ama akimwona anakuja hivi akiwa kwa gari anapandisha kio ya gari, kumwonyesha hiyo ni enmity, hakuna urafiki kwa kati yake na yeye. Master Ong'o akajua ni kiburi ya usanii inamfanya hivyo, yeye hakubodha juu alijua pia ni kijana na anataka jiretreat. Lakini sasa hiyo yote mpaka Master Ong'o akaplan venye watavamia Maurugwash. Hiyo yote ukiangalia ilianza kama graji ya mtaani, sasa imekuwa hadi graji ya tunakuitia masanzo na kushikwa na kupeleka ndani. Kitu ilikuwa ya kusolve, so imekuwa big issue. Hiyo ni kitu angekaa chini na wasolve. Na unajua kitu Toxic ajui ni moja, kuna brands, kuna influential brands, kuna makampuni ambazo zinataka kuadvertisiwa, zinatafuta brand influencer. Kitu number one, Toxic anajaribia jina, ataanza kukosa shows juu hakuna promoter atakubali ni kuchukua kujiperform. At the end of the day vurugu itokee, wale mafans wamekuja kuona wote wavamiwe, wakuwa attacked. Hakuna promoter atakubali hiyo. Na kama pia nataka kujijenga fiti, anafaa jaribu kumwambia Maurugwash atulie, kwa sababu usanii safari ndefu. Hapo kina Nonini wamekuwa hapo, kina Meja wamekuwa hapo, kina Jua Kali wamekuwa hapo, kina Sanaipei Tande wamekuwa hapo.
na walikuwa na control ego zao. Mi huambia daily, kitu nasumbanga toxic ni kiburi. Juu akona kiburi, anaonanga anaweza fanya anything. But the fact na ni moja, toxic anajaribia jina na itamcost. Itafika time hadi atakuwa anajiuliza ni wapi nilienda wrong, but itakuwa too late. Sahi is one of the underrated musicians in Kenya. Kama kuna one of the best performing artists in Kenya ni Toxic lyrically. Hiyo peke yake imempea influence ya kumwambia yeye ni saina na control Kenyan music industry. Yeye anafaa lead by example, sio kulead by sample. Lakini unapata mtu anafaa kubehave ndio apate maroles, ndio amekuwa wasi. Make advice Toxic ni kitu moja. Toxic ni msanii mkubwa. Toxic anashinda kwenda Kiamaiko kutulia huko. Toxic atafute kama ni Bezi, Korunda ama Kare, aanze kutulia mbombe wenzake. Juu tayari ako na pesa. Kwa sababu ukipata graji yenye imekwadi na manyoi, jua hiyo ni kifo.